vijijini hawana time. Kina mzee Kashobali, Mungu awawezeshe na wenyewe wana moyo wa kwenda. Hata Imam Rama kwenye ile imerudi nyuma. Hii ni operation ya kudumu. Tunajenga sasa msikiti wapi? Vijijini. Sasa tunaomba huu msikiti wetu ni msikiti wa harakati pia. Kwa ukija na 100 yako usitoke nayo. Acha roho mbaya. Iache hapa kama sadaka. Hizi fedha sasa hivi haziendi popote, zinakusanywa zinaenda benki. Mambo ya kulipa hapa si usafi, nini tunatoa wenyewe ofisini. Tunataka hizi fedha zifanye mambo ya kheri. Sijui imamu, posho ya imamu zote zinatoka ofisini. Sadaka hizi zinakusanywa kwa ajili ya maendeleo. Sasa naombeni sadaka zenu. Naombeni sadaka zenu ili tuombe dua na tuondoke. Imam Rama utatuombea dua baada ya kupokea sadaka kutoka kwa Waislamu. Tunaomba sadaka zenu, usibanie. Kadri unavotoa ndio Mungu naye atakupa. Usibanie, kadri unavotoa ndio Mwenyezi Mungu na yeye atakupa. Tupate sadaka. Hizi fedha zinaenda benki. Tumeanzisha utamaduni kwa sababu tumegundua kule vijijini watu wana shida sana. Sheikh, msikiti juu uko Kavero, msikiti wa nyasi. Sasa msikiti huu mmevuka kiwango cha kujitambua. Mwenyezi Mungu awalipeni kila la kheri na Mwenyezi Mungu ayatengeneze mambo yenu. Na haya maneno nimeyasema kina mzee Kasim ni watu wa kheri. Hii nimewapiga tu wazee wangu, lakini naamini inshallah kwenye hatua nyingine tutakuwa nao, tutakwenda nao. Hawa ni wazee ndio wametufanya sisi tusimame hapa tuwepo, kina mzee Kashomari, kina mzee Idrisa. Mungu atuhifadhie, Mungu atulindie wazee hawa. Basi hizi juhudi sasa hivi tumesema mambo sio ya msikiti, posho ya imamu, posho ya nini inatoka ofisini BAKWATA, lakini ukiona umetoa hata 100 hapa jua imeenda benki. Na hizo fedha ndio zinazokusanywa sasa zinapelekwa huko kwenye maeneo mengine. Tumombe Mwenyezi Mungu atupe taufiki. Mungu atuwezeshe. Na sasa tusomeni wal asri lilafi na kul a'udhu birabbil falaq. Katika dua zetu tujiombee wenyewe. Tujiombee wenyewe shida zetu na haja zetu. Mimi huwa namhurumia yule mtu anayekuja kuswali afa anakimbia. Namhurumia sana kwa sababu anakimbia kitu muhimu. Ngoja niwapeni siri ya dua ya pamoja. Kwa kawaida wewe unaweza kuwa mchafu, lakini kumbe mtu anayependwa na Mungu ni Mwalimu Nasoro. Wewe unamdharau kwa sababu huyu teacher bana, mtu wa yes no. Kumbe ndio Mungu anampenda. Ukiomba dua yako wewe mchafu, yule pale akiitika amin, huenda Mungu akaipokea dua yako kwa baraka ya yule. Ndio faida ya dua ya pamoja. Sasa usikimbie. Tuna shida nyingi, tuna haja nyingi, lakini tuiombee na nchi. Mmeanza kusikia mapadri, kuna mtu padri mmoja anaitwa nani Kitima, kavamiwa, yuko kanisani, yuko kwenye ofisi yake. Nimeona hata Baraza Kuu la Uislamu wa Tanzania BAKWATA limetoa tamko la kulaani na kutoa pole kwa sababu ni kiongozi mwenzetu wa dini kavamiwa, apigwa. Sisi tumepiga kelele muda mrefu, jamani tuzidisheni dua. Nchi inapoenda kwenye uchaguzi kuna mambo mengi. Sasa tuombeni dua, tukithirishe dua. Tuombe rais wetu, Mungu aendelee kumbarikia. Tumuombee mufti wetu Sheikh Abubakar bin Zubair, Mungu ambarikie. Na mtuombee na sisi viongozi wenu ambao tunasema nini. Huwezi kujua, kunawezekana hata tunayosema kuna watu wanayapenda na kuna watu wanachukia. Unaweza kuona unasema kumbe kuna mtu anaona yeye unayosema yeye hataki. Unasubiriwa kona hapo unatiwa kabali. Afa wanashuka na wewe. Waisha kumaliza. Mtuombee dua. Mwenyezi Mungu atubarikie sote. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw